Kulikuwa na mwanaume mmoja aliyeitwa Elkana, aliyekuwa mfanyabiashara katika mji wa zamani wa Yeriko. Alikuwa na familia nzuri, watoto wawili, na biashara iliyokuwa ikifanikiwa sana. Kila mtu alimwona kama mtu mwenye baraka nyingi, lakini moyoni mwake Elkana alijua kitu kimoja: baraka zangu zote zinatoka kwa Mungu. Siku moja, kwa ghafla, biashara yake ikateketea kwa moto mkubwa. Maduka yakaharibika, mali zote zikapotea. Watu waliomzunguka wakaanza kumsema vibaya, labda Mungu amemwacha. Elkana aliumia sana, lakini hakulaumu Mungu. Alipiga magoti, machozi yakimtoka, na kusema, Bwana, ulikuwa nami nilipokuwa na vingi, na naamini uko nami hata sasa ninapokuwa na kidogo. Mke wake alimuuliza kwa uchungu, tutafanya nini sasa? Tumepoteza kila kitu. Elkana akasema kwa sauti tulivu, wakati milango imefungwa, Mungu anafungua dirisha jingine. Miezi ilipita, hali ikawa ngumu zaidi. Wakati moja, akiwa njiani akitafuta kazi, alikutana na mzee maskini aliyekuwa amechoka. Mzee yule alimwambia, kuna shamba limeachwa, watu wanaliogopa kulima kwa sababu hakuna maji. Lakini nadhani Mungu ana mpango kwa mtu jasiri. Elkana akaamua kwenda. Alifika pale, akakuta ardhi kavu yenye mawe na vumbi. Lakini akaanza kulima, akiamini neno la Mungu. Kwa imani, ninaanza tena. Watu walimcheka, wakamwambia, hiyo ardhi haitaweza kutoa chochote. Lakini kila siku, Elkana aliomba, Bwana, bariki kazi ya mikono yangu. Siku moja, mvua kubwa ilinyesha, ikaniwesha ardhi yote. Miezi michache baadaye, mimea ikamea kwa wingi. Mashamba yake yakawa ya kwanza kuzaa katika eneo lote. Watu wale waliokuwa wakimdhihaki walikuja tena, wakamwambia, tulidhani umepotea, kumbe ulikuwa unasubiri wakati wa Mungu. Elkana akatabasamu na kusema, wakati milango ya dunia inafungwa, milango ya mbinguni inafunguliwa. Ujumbe wa kiroho: Mungu hufunga milango fulani ili kukufungulia milango bora zaidi. Usikate tamaa unapopoteza kitu, pengine Mungu anakupa nafasi ya kitu kikubwa zaidi. Imani ya kweli inatambua kwamba kupoteza hakumaanishi kuachwa, bali ni mwanzo wa safari mpya na Mungu.